Wana wa Afrika ambao walitakiwa wajivunie majina yao yenye ladha ya Kiafrika, majina yao ambayo yanawakumbusha asili yao. Tukisikia anaitwa Shayo tunajua anatoka kazini kwa Wachaga, na tukisikia anaitwa Ngasa ama Shija tunajua anatoka kwa Wasukuma, ama tukisikia anaitwa Ishengoma tunajua huyu ni kutokea Uhayani maeneo ya Kagera. Lakini sasa wana wa Afrika majina yao haya hawayataki, wanajiita Anthony, wanajiita Josefu, Mala, Abdalla. Majina ambayo hayana asili ya Kiafrika hata kidogo. Ni majina ya kimagharibi na wameaminishwa ya kwamba majina yao ya Kiafrika ni majina yaliyojaa laana, ila ya Kizungu na Kiarabu ndio majina ya kuwapeleka mbinguni. Natamani Mungu anene tena, awakumbushe Waafrika kwamba hatuendi mbinguni kwa sababu ya majina, na wala yeye si Mungu wa majina, bali ni Mungu wa watu wote, Mungu wa wote walio hai, ni Mungu wa wote walio na pumzi bila kujali majina yao. Nani asimame tena atukumbushe thamani ya majina yetu ili tusipoteze asili yetu ambayo kimsingi ni Mungu ametuumbia? Nani huyo? Nani mchungaji asimame? Nani shehe asimame ayanene haya hadharani ili Afrika ipone, Afrika ianze kurudi kule ilikokusudiwa? Kila kitu kilichochema kilianzia Afrika. Hata wanasayansi wa kizungu wameshindwa kuficha ukweli kwamba binadamu wa kwanza kuishi duniani inasemekana aliishi Afrika, na sio Afrika tu bali ni Tanzania. Yaani kwamba jina la mzee ambaye alinyonga babu zetu, jina la mzee ambaye alichangia kunyanyaswa kwa bara letu, alichangia kudhulumiwa kwa bara letu, ndio jina takatifu ambalo wewe litakupeleka mbinguni. Lakini jina la babu yako aliyeipambania Afrika, akafa akipambania Afrika, hilo ni jina la mizimu na ya kwamba litakupeleka motoni. Tumelogwa wa Afrika. Na kama ni usingizi, basi tunatakiwa kuamka mapema kwelikweli kwenye huu usingizi. Sisi si wanyonge, sisi ni ramani ya dunia, sisi ni mwongozo wa dunia. Kila kitu kilianzia Afrika.